Yes, this is Movieflix. Leo nakuletea mzigo huu hapa, mzigo ambao unaitwa Saali Muhabat. Mzigo bwana ni wa mwaka 2020. Na hii story ni kali sana mtu wangu. Let's go. Sasa huu mzigo bwana unaanza, tunamwona mwanamke mmoja hivi ambaye anaitwa Smita na anaishi kijijini sana na mume wake. Wote wanaishi kuna nyumba moja hivi ambayo Smita alipewa kama urithi kutoka kwa baba yake. Ni mtu ambaye anapenda sana bustani na hata nyumba yake imezungukwa na maua ya kutosha. Anaishi karibu na jirani yake mmoja ambaye anaitwa Mali. Huyu Mali bwana alikuwa ni rafiki wa karibu sana na marehemu baba yake. Na kabla ya mzee Jadanja alimuomba sana mzee amlinde binti yake. Mali pia anapenda sana bustani na hii sasa inafanya amekuwa karibu sana hata kwenye swala la utunzaji wa mimea. Sasa bibi Smita bwana ameolewa na mwamba mmoja hivi ambaye anaitwa Pankaj. Huyu mwanetu bwana yani yana mwindi ni kama vile chanda na pete. Yani ana beti kinoma yani. Wakati mrembo yupo kwenye mapishi jikoni bwana, ghafla anapokea simu kutoka kwa shangazi yake. Shangazi akanamwambia kwamba binamu yako Shalo kapata kazi huko na kuishi. Naomba tu Shalo afikie hapo unapoishi kabla hajapata sehemu yake mwenyewe. Smita akasema hamna shida, na baada ya kuwa amekata tu simu, Smita akaanza maandalizi ya chumba ambacho atafikia binamu yake. Sasa upande wa pili bwana tunamwona mwamba mmoja hivi ambaye ni afisa polisi. Huyu jamaa bwana jina lake anaitwa Ratan. Na hapa alikuwa kwenye foleni ya maji na kama amefanikiwa kupata maji, kwa akapiga zake maji na kama ameelekea zake kazini. Muda baadaye kidogo hivi akawa ameenda kutembea kwenye baa moja hivi ambayo inamilikiwa na mfanyabiashara mkubwa kinoma ambaye anaitwa Gajendra. Mchisi bwana huwa anakuja hapa na kusanya mapato ya ulinzi wa hiyo sehemu. Kwa Gajendra hapa akamkabidhi kitita mwamba, kisha mwamba akawa amesepa zake. Sasa huku bwana tunamwona mwanetu Pankaj akiwa kwenye kamali kama kawaida yake. Yupo kwenye baa ya Gajendra hapa na mwamba alikuwa kwenye kamali analiwa kinoma. Na ikabidi alazimike kulipa deni lote, lakini sasa mpunga hana. Gajendra ikabidi amuite ofisini na kumwambia kwamba unajua kwamba una deni kubwa sana hapo ofisini na usipolipa utaingia matatizoni. Mshikaji akamwambia kwamba hilo deni nitalipa muda sio mrefu. Na hata sasa hivi na mpango wa kumshawishi mke wangu tuuze ile nyumba yetu. Gajendra alivyosikia vile akamwambia kwamba naomba niwe mteja wako, niko tayari kununua ile nyumba yenu. Mchizi akamwambia kwamba hana shida, hata usiofu. Ngoja tu nikaongea na mke wangu ili kila kitu kiwe sawa. Baadaye usiku bwana Pankaj aliporudi nyumbani alikuwa akimshawishi sana mke wake kuhusu swala kuuza ile nyumba ili wahamie kwenye nyumba ndogo. Smita akagoma kabisa kuuza ile nyumba kwa sababu ile nyumba ina kumbukumbu nyingi mno za mzee wake. Basi wakabishana sana pale mpaka mshikaji bwana akapata pumu ambao huwa ni ugonjwa unamsumbua kwa muda mrefu sana. Na ikabidi aondoke pale kwenda kutafuta kifaa chake cha kupumulia. Haya, baada ya ugomvi wa jana bwana hatimaye sasa ni asubuhi na mapema sana. Smita alimwamsha Pankaj pale na kumwambia kwamba anatakiwa ajiandae na kwenda kumpokea binamu yake Shalo stand. Mwamba ile kufika tu hivi stand kumpokea Shalo, alishangaa kinoma kuona binamu amekuwa pisi kinoma, yani tofauti na jinsi ambavyo alimuona mara ya mwisho. Basi akamchukua na akarudi nyumbani na Smita alipomwona alifurahi sana. Wakawa wamekumbatiana pale kwa furaha na baadaye wakapata chakula cha jioni pamoja kama familia. Kesho yake bwana Shalo ikabidi aanze kazi, lakini sasa bahati mbaya kwa baadaye anarudi home akawa amepata shida ya usafiri, ila kwa bahati nzuri akakutana na yule askari polisi ambaye anaitwa Ratan. Basi wakasalimiana pale, kisha mshikaji akamwambia kwamba njoo nikupe lift bibie, mimi naishia tu kawa hapo. Mrembo akasema mimi naishi Lugalo tu hapo jamani. Kesho yake bwana tunamuona Shalo akiwa anaelekea kazini akiwa na Pankaj. Na wanaanza kuzoeana mdogo mdogo, na kadri siku zinazidi kwenda ndio penzi linazidi kujengeka tu hapa. Lakini kwa upande mwingine pia huyu Shalo anatoka kimapenzi na yule Ratan, yule askari polisi yule. Yaani udem bwana anapiga tu in one kudadeki. Sasa bwana penzi kati ya Shalo na Pankaj likawa linazidi kushamiri kinoma, na mara kadhaa walikuwa wakikutana guest na kuweza kunyandoana. Lakini yote alikuwa akiyafanya bila bibie Smita kujua chochote kile. Baada ya show wakapita zao dukani na Pankaj akawa amenunulia gauni bibie, then akawa amerudi maskani. Wakati wako maskani bwana hapa tunamwona Smita akiwa anatoka zake sokoni akiwa hajui hili wala lile. Alivyoingia ndani bwana sasa kamkuta binamu yake akiwa analiwa mzigo na mume wake. Kubababaki sio poa mtu wangu. Yani hili muuma kinoma Smita, lakini hakuonyesha dalili zozote zile kama amegundua mahusiano yao, na akawa anaishi nao kawaida tu yani. Siku ya birthday ya Pankaj, Smita alimwandalia mumewe keki nzuri sana kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa, lakini Pankaj alikuwa yuko busy na binamu wake tu. Usa ambaye dada yake na Smita ambaye alikuwa ni mmoja wa wageni kwenye hiyo party, alishangaa sana kuona kwamba hili jambo linakuaje. Na baadaye bwana ikabidi amuite Smita na kumwambia kwamba na ile ambacho tunakipitia mdogo wangu, lakini nakuomba sana usije kufanya jambo lolote lile ambalo ni baya. Bibia kumjibu kitu, ikabidi tu atoke zake nje na kuanza kulia. Usiku bwana Shalo alikuwa akijifotoa mapicha ya utupu tu hapo na kumtumia Pankaj, kisha akamwambia ende zake chumbani kwake. Mwanetu akawa anatoka kimya kimya ili aende. Ghafla Smita akawa ameshtokea mchezo na kaanza kumfuata nyuma. Mchezo alipogundua ikabidi ajifanye tu kurudi chumbani na kufanya kama vile hamna ambacho kinaendelea. Asubuhi bwana tunamwona Shalo akimpa zawadi ya gauni Smita. Smita kama alipokea pale bila kusema chochote kile. Baada ya muda kidogo Pankaj akaanza tena kumshawishi kuhusu swala la kuuza nyumba, lakini Smita akawa bado anagoma vile vile. Mchiza alimind kinoma na ikabidi asepe zake tu. Baada ya hapo Shalo akawa anamshawishi sana binamu yake akimwambia kwamba msikilize tu mume wake ili asije kagombana zaidi. Na hapo sasa ndo Smita akawa anazidi kukasirika yani. Baadaye usiku bwana Pankaj akawa amekutana na Gajendra na hapa akawa anamwambia kwamba mpango umefeli katika swala la kumshawishi Smita kuuza ile nyumba. Gajendra akamwambia kwamba hata usiwaze, mimi nitatafuta njia yoyote ile ya kumshawishi mke wako auze ile nyumba.
Kumbe muda wote huo bwana, jirani yake Smita yule mzee Mali alikuwa anasikia kila kitu na mpango wao jinsi ambavyo wanausuka. Kesho yake asubuhi akiwa katika bustani bwana, Mali kabidi amwambie Smita kwamba naelewa mchezo mzima na najua nini mume wako amepanga ili kudhulumu haki yako. Siku inayofuata bwana, kama kawaida, Smita aliandaa breakfast kwa ajili ya familia na baada ya kula Shalu kabidi asepe na Pankaj kuelekea kazini. Mida ya jioni bwana, Shalu alirudi kwa haraka sana. Alipofika akawa amekimbilia chooni huku akilalamika sana maumivu makali ya tumbo. Lakini baada ya muda kidogo hali ikawa imekaa sawa. Akiwa mezani bwana, akajaribu kumpigia Pankaj lakini simu ikawa haipatikani kabisa. Baada ya muda kidogo Smita alioga na akawa amemwaga Shalu kwamba anaenda kwenye pati ya dada yake Usa. Katika hiyo pati bwana, tunamwona Ratan akiwa anapiga story na mkuu wake wa polisi. Sasa ghafla mkuu anapokea simu kwamba kuna miili miwili imefariki afu imepatikana ikiwa ndani ya nyumba moja. Hapo chapu sana basi mkuu na Ratan wakawa wameinuka chapu na kuelekea kwenye tukio. Sasa walipofika Ratan alibaki anashangaa sana kuona kwamba mwili mmoja ni mwili wa mpenzi wake Shalu. Baada ya hapo uchunguzi wa polisi ukawa umeanza mara moja kujua chanzo cha hivyo vifo. Smita akawa anaonekana akiwa na huzuni sana kuhusu hilo tukio. Baada ya hapo Ratan akawa anamhoji Smita kuhusu mazingira ya kifo, lakini baada ya hapo akawa ameenda kumhoji Gajendra na akawa amegundua kwamba Pankaj alikuwa anadaiwa pesa nyingi sana na Gajendra. Sasa hapa akawa anamhisi kwamba Gajendra pengine labda ndio amehusika na hichi kifo au vipi. Mwamba Gajendra kabidi afunguke kwa Ratan tu kwamba yeye na Pankaj walikuwa na mpango kumuua Smita ili waweze kumiliki nyumba. Lakini ule usiku wa tukio watu wake walifika pale kwa makosa na kumuua Shalu wakidhani yeye ndo Smita. Na walitafuta sana zile hati za nyumba lakini hawakuzipata kabisa, ikabidi tu akimbie. Sasa baada ya kuambiwa hivi Ratan alibaki akishangaa sana na akawa anajiuliza sasa nani atakuwa amemuua Pankaj. Kesho yake bwana akaamua kutembea eneo fulani hivi la ujenzi. Na akawa amefikia maamuzi ya tamaa sana kutaka kujimilikisha ile nyumba ya Smita kwa njia ambazo sio sahihi. Na lengo lake lilikuwa yeye ndo aiuze kwa Gajendra ili aweze kujipatia mshiko wa maana. Katika uchunguzi bwana akawa amefanikiwa kupata CCTV video ambayo ilikuwa inamuonyesha Pankaj na Shalu wakiwa wanatoka hotelini kwa pamoja. Sasa hapa Ratan ndo anagundua kwamba kumbe Shalu alikuwa anawachanganya yeye na Pankaj. Mwamba anaamua kwenda nyumbani kwa dada yake Smita moja kwa moja na ikabidi amuulize kwamba ni kweli kwamba Smita alikuwepo ile siku ya mauaji na dada yake. Dada akasema ni kweli alikuwepo kwenye party hiyo siku. Kesho yake bwana akiwa bado hana majibu, Ratan ikabidi aende nyumbani kwa Smita na kama amemuuliza kwamba je, alikuwa anajua uhusiano kati ya mume wake na binamu yake. Smita kama amekubali kwamba ndio alikuwa anajua, na baada ya hilo jibu sasa Ratan ndo akaanza kuhofia kwamba muuaji lazima atakuwa ni Smita. Baadaye kidogo tunamwona mzee Mali akimkabidhi ua Smita na kumwambia kwamba kuwa makini sana binti yangu. Kesho yake bwana Mwamba akiwa anakabidhiwa majibu ya uchunguzi wa madaktari, anagundua kwamba sababu ya kifo cha Shalu ilikuwa ni kupoteza maji mengi sana siku kabla ya kifo, sababu alikuwa anaharisha, na Pankaj alikufa kwa sababu ya shambulio la pumu, na muda wa watu hao kufa ulikuwa ni tofauti kabisa. Hii ikathibitisha kwamba Shalu alikufa kabla ya Pankaj. Ratan ikabidi endelee na uchunguzi zaidi. Leo akawa ametembelea kazini kwa Shalu na akaambiwa kwamba ile siku kabla hajafariki Shalu alienda chooni sana na alilalamika sana kwa baadhi ya wafanyakazi kwamba anapata choo mara kwa mara. Alipotoka hapo ikabidi ende mpaka simu ya mwisho kabisa ya simu ya Smita ambapo ilikuwa imewaka na ilikuwa imetumika mara ya mwisho. Akagundua kwamba ile sehemu ilikuwa ni karibu sana pale nyumbani kwake. Na ndio muda huo ambao mauaji yalikuwa yametokea. Sasa hii ndio ikawa inamthibitishia kwamba pengine Smita ndio atakuwa ni muuaji. Hapo ikabidi ampigie bosi wake na kumwambia kwamba ameshamjua muuaji, lakini anaomba hizo taarifa akae nazo kwanza, kuna jambo bado analimalizia. Muda huo tunamwona mzee Mali akimpeleka mgeni nyumbani kwa Smita. Na huyu bwana ndio mteja ambaye amekuja kuikagua nyumba ili aweze kuinunua. Baada ya muda kidogo Ratan akawa amewasili nyumbani kwa Smita na kumwambia kwamba wewe ndio muuaji. Unaficha ficha lakini mimi nimeshakujua. Unataka nikuelezee umeuaji? Sasa sikia. Ule usiku mmoja kabla ya mauaji ulichukua simu ya mmeo kablock namba ya Shalu. Alafu pia ukaenda kwenye simu ya Shalu kama block namba ya Pankaj ili wazuie wasiwasiliane. Baada ya hapo asubuhi kama umepika chakula na kuna chakula cha Shalu ukawa umeweka dawa ambayo ilimfanya apate kuharisha sana. Alafu baada ya hapo ukatoka na kwenda kwenye pati ya dada yako, alafu karudi muda wa tukio na kumuua binamu yako. Pankaj alirudi muda huo huo, alipomkuta Shalu amefariki, alipata shambulio la pumu la ghafla sana. Na ulipoona kwamba anahitaji kifaa cha kupumulia ukawa umekificha ili asikipate. Baada ya hapo ukatoa block kwenye namba zao zote, ukajisafisha, ukavaa nguo zingine na ukarudi tena kwenye pati, si ndio? Muuaji mkubwa wewe. Sasa sikia, ushahidi wako wote ninao na unaweza kukupeleka jela mara moja. Nataka nikupe chaguo tu. Kama ukitaka nisikupeleke jela, basi unatakiwa unikabidhi hati za mali zako zote. Yaani Mwamba Ratan anaishaingia tamaa afu Mwamba akasepa zake. Siku mbili baadaye tunamwona Smita akiwa ameanza kushughulikia taratibu za hati akiwa na Ratan. Na baada hapo Smita akawa amerudi nyumbani ili ajiandae kwa ajili ya kutoka kwenye ile nyumba. Asubuhi yake bwana tunamwona Ratan akiwa ameenda kumtembelea Gajendra. Na hapa akawa anamwambia kwamba tayari ameshamiliki mali zote za Smita. Na pia akamwambia kwamba kama unahitaji kununua ile nyumba basi itabidi ulipie gharama mara mbili. Baada hapo bwana mshaji akawa ameenda nyumbani kwa Smita na Smita akawa amemkaribisha vizuri tu na kumpa chai, lakini Mwamba akawa ameikataa. Mwamba kabidi amwambie kwamba unadhani na kuamini basi kama umenekea sumu je? Basi bwana bibi kabidi amkabidhi Mwamba zile hati za nyumba na shamba zikiwa zina
jina lake. Basi mshikaji akaanza kuzikagua kama ziko fresh, na baada hapo akaanza kuridhisha kwa patali mali ni ya kwake. Akaanza kufunguka ukweli kwamba mtu sahihi ambaye anahusika na mauaji ni Gajendra. Akawa anaendelea kumwambia kwamba Gajendra na mume wake ndio walipanga njama ya kumuua ili waweze kuchukua nyumba, lakini kwa bahati mbaya sasa Shalu ndiye aliyeuliwa. Smith akashangaa sana kujua kweli nani ambaye alikuwa anataka kumuua. Sasa ghafla Ratan akaanza kushangaa kama vile ana paralyze vile, haelewi nini ambacho kinamtokea. Kumbe Smith alikuwa amepaka sumu kwenye zile karatasi. Kwa hata Ratan anashika zile karatasi na kulamba ili aweze kuzifunua, basi alikuwa analamba sumu tu. Aisee, huyu bibie sio poa mazee. Yaani sura ya kipole lakini ni hatari. Yaani mchizi nikaparalyze akashindwa hata kuongea kabisa yani. Alafu tunamwona mzee Mali ambaye ndio kubwa la madui kwenye mchezo, anakuja akiwa amebeba mipesa ya kutosha, tayari kashauza ile nyumba kwa yule mteja. Smith akachoma zile hati fake ambazo alikuwa amemkabidhi Ratan. Mzee wetu Mali bwana akabidi amchukue Ratan na kumfunga kwenye kiroba mzima kisha kaenda kumtupa kwenye korongo. Smith bwana akaamua kuondoka zake, akapanda zake treni kwa ajili ya kusafiri. Akiwa kwenye gari bwana kama mkutana na jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Vicky. Sasa miezi michache baadaye tunamwona Smith akiwa na Vicky na tayari washakuwa mume na mke. Siku hiyo walikuwa wamealikwa kwa ajili ya chakula na ndugu yao mmoja hivi. Wakiwa wamekaa pamoja, Smith anagundua kwamba mume wake mpya anamwangalia sana binamu yake. Smith bwana akaamua kutoa hadithi kidogo kwa wanafamilia wote. Akawa ametumia majina ya watu wengine kabisa ni katika hiyo hadithi, lakini kiuhalisia alikuwa anajiongelea yeye mwenyewe. Kila mtu bwana akawa anasikiza kwa makini sana hii hadithi. Akaanza kuelezea namna alivyoblock namba ya Pankaj na Shalu kwenye simu ya kila mmoja wao, na alihakikisha kwamba hataweza kabisa kuwasiliana. Kesho yake asubuhi akawa ameandaa chakula cha Shalu na akawa ametia dawa ya kuharisha. Baadaye porudi nyumbani kwa lengo la kumfumania mume wake na binamu yake akiwa na msaliti. Akashangaa sana kumkuta Shalu akiwa ameshafariki. Akaanza kulia sana kwa sababu hakuwa lengo lake kabisa kumuua binamu yake. Muda mfupi tu baadaye Pankaj akawa anarudi. Smith akawa amejificha haraka sana. Pankaj akashangaa sana kuona Shalu yupo sakafuni tayari ameshafariki. Alipoangalia hivi na kama amemkuta Smith yuko hai, akajua kabisa kwamba yeye ndo atakaye kufanya ile tukio. Akachukua kisu ili aende kumdhuru, lakini ghafla tu akapata shambulio kubwa mno la pumu. Alivyoona hivyo Smith alikasirika sana kwamba kwa nini mume wake anataka kumuua. Akachukua kisu na akamchoma nacho mume wake. Na hivyo ndivyo ilikuwa kifo chake bwana. Sasa baada ya kumaliza hadithi bwana, Vicky akili kamcheza na kujua kabisa kwamba hapa Smith atakuwa anajiongelea yeye mwenyewe wakati anasimulia hii hadithi. Mwamba basi uoga ukamwingia kinoma, ikabidi aombe waondoke tu pale. Walipofika nyumbani Vicky akawa bado hana amani kabisa na mke wake. Alikuwa anaogopa kinoma yani. Sasa baada ya muda kidogo bwana, tunamwona mzee Mali akija kumtembelea Smith. Akafika hapa na akamletea maua mengine. Kesho yake bwana bosi wa Ratan akawa ameenda kumtembelea baada ya kwamba alikuwa ameokolewa kwenye ile korongo akiwa mzima. Lakini ndio hivyo sasa hawezi kuongea kabisa kwa sababu ameshaparalyze mwili mzima. Ratan bwana alijitahidi sana kutaka kumpa taarifa mkuu wake kuhusu Smith, lakini ndio hivyo sasa haiwezekani. Na hapa bwana ndio inafikia mwisho wa story yetu. Huu mzigo bwana ulikuwa unaitwa Saali Mohabbat. Kumbuka usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwa recap kali kama hizi hapa. My name is DJ Joe and this is Movie Flix. Bye.